Wakati mwingine, maisha hutuficha ukweli kwa miaka mingi. Sio kwa sababu hatupaswi kuujua, bali kwa sababu siku tutakapoujua, maisha yetu hayatabaki kama zamani. Kuna watu tunaowaamini kuliko kila kitu, lakini ukweli ni kwamba baadhi yao ndio wanaficha siri nzito zaidi kuhusu maisha yetu. Leo nakusimulia kisa cha kijana mmoja katika jiji la Dar es Salaam. Kijana ambaye aliamini maisha yake ni ya kawaida mpaka siku moja alipogundua ukweli wa damu yake. Sikiliza stori hii kwa makini sana, kwa sababu kadri unavyoendelea kusikiliza, utaanza kuelewa maana ya maneno haya. Na naamini stori hii utalipenda sana. Kabla hatujaanza, niambie kwenye comment, unasikiliza stori hii ukiwa wapi? Sasa tulia kidogo. Hii ni simulizi inayoitwa Kivuli cha Damu. Usiku ule katika jiji la Dar es Salaam, mvua ndogo ilikuwa inanyesha taratibu. Mtaa wa Manzese ulikuwa na utulivu wa ajabu. Ndani ya chumba kidogo cha kupanga aliketi kijana mmoja aitwaye Joseph. Joseph alikuwa na miaka 25. Alikuwa dereva wa bodaboda. Maisha yake hayakuwa makubwa, lakini alikuwa na kitu kimoja kilichomfanya avumilie kila siku. Amina, msichana aliyekuwa anaishi mtaa wa pili kutoka kwake. Kwa miaka mitatu, Joseph alimpenda Amina kimya kimya. Lakini usiku mmoja, Joseph alipata kitu ambacho hakuwahi kukitarajia. Alikuwa amerudi nyumbani akiwa amechoka sana baada ya kazi. Alipofungua mlango wa chumba chake, macho yake yalikutana na kitu mezani. Kulikuwa na bahasha ya kahawia. Joseph hakuwahi kuona bahasha hiyo kabla. Aliisogelea polepole, moyo wake ulikuwa unapiga kwa nguvu. Ndani yake kulikuwa na picha ya mtoto mchanga, mtoto aliyefanana naye ajabu. Nyuma ya picha kulikuwa na maneno machache yaliyoandikwa kwa kalamu nyekundu. Joseph, ukweli wa maisha yako umefichwa kwa miaka 25. Mikono ya Joseph ilianza kutetemeka, lakini kabla hajafikiria sana, simu yake ilianza kuita. Alipoipokea, sauti nzito ya mwanaume ilisikika. Joseph, umeshaiona ile picha? Joseph akaganda. Ni nani wewe? Aliuliza kwa sauti ya wasiwasi. Mwanaume huyo akacheka kidogo, kisha akasema maneno ambayo yalibadilisha kila kitu. Kwa miaka yote ulioishi, uliamini wewe ni mtoto wa maskini. Amini usiamini, damu yako ni ya mtu ambaye watu wengi wanamwogopa sana. Joseph alinyamaza, kisha akauliza kwa sauti ya chini, unamaanisha nini? Kulikuwa na ukimya wa sekunde chache. Kisha mwanaume huyo akasema, kesho utaanza kujua ukweli. Simu ikakatika. Joseph alibaki amesimama kimya, akishika ile picha. Hakujua ni nani aliyempelekea, hakujua baba yake ni nani, lakini kitu kimoja kilikuwa wazi. Kuanzia usiku huo, maisha yake hayangekuwa kama zamani tena. Itaendelea episode 2.